tutatoa neno la Mungu na ninaamini kwamba neno hili litakuwa baraka kwako. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura zake 6 na mstari wa 16. Amen. Tunasoma kwa jina la Yesu. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja, ukauchie mlango wa safina katika ubavu wake, ukaifanyie dari 3, ya chini na ya pili na ya 3. Ni neno la Bwana. Amen. Kwa zile dakika mtumishi wa Mungu, nakushukuru sana pia kukujua. Amen. Nashukuru pia kukutanana na wewe. Amen. Kwa hizi dakika tutakuwa na kichwa ya neno inasema tuwatoe kwenye milango yetu. Tuwatoe kwenye milango yetu. Amen. Labda neno hii nikisema mlango labda ndakuwa mgumu sana kueleweka, lakini kutakuwa watu wawili kabisa wenyewe watanielewa sana. Wa kwanza atakuwa labda mjengaji au mtu amewahi kujenga, lakini wa pili atakuwa ni muombaji ama mtu wa maombi. Hallelujah. Watanielewa sana nikiongelea kuhusu mlango. Yes. Mlango, nini maana ya mlango? Mlango ni nafasi ya kuingizia vitu ama nafasi ya kutoa vitu. Come on. Ukijenga nyumba, kitu cha kwanza unajiuliza, mjengaji anajiuliza tuweke mlango wapi? Yes. Makusudi aelewe kwamba mvua hautapiga, upepo haitaingia, ama ile nyumba haitatikiswa, labda mlango ameuweka nafasi mbaya. Lakini pia muombaji anapoenda kwenye maombi anamwambia Mungu, unifungulie mlango wa ndoa. Yes. Au unifungulie mlango wa safari. Come on, come on. Unifungulie mlango wa kazi, unifungulie mlango fulani. Yes. Kumbe kama ni vile tukubaliane kwamba kila kitu maisha kina mlango. Na hakuna kitu kitaingia kwa maisha yako pasipo mlango. Yes. Hata Yesu anaiongea, anasema tazama nasimama kwenye mlango nabisha. Na mtu akisikia sauti yangu atafungua. Yes. Unaelewa kwamba tuko mu generation ya kujenga malupango. Na kabla watu wako wanakuwa kwa lupango hizi siku, anafunga mlango, yani kila mtu mwenye anataka ingia anagonga. Ukisikia sauti yake unagonga, kama usikie labda ulize ni nani. Yes. Makusudi ufungue. Yes. Usiposikia sauti yake vizuri hautafungua. Yes. Ndio maana Yesu anasema simama kwenye mlango nabisha. Mtu akisikia sauti yangu atafungua, na akifungua ninaingia, ninakula pamoja naye, naye anakula pamoja naye. Sikiliza, shetani naye akitaka kuingia kwenye maisha ya mtu haingie kiholela, naye anagonga. Ukisikia sauti ya shetani unafungua. Na ukisikia sauti ya Yesu unafungua. Sasa wajibu ama ulizo langu kwako, umemfungulia nani mlango wako? Hallelujah. Ile ndio ulizo, umefungulia nani mlango wako? Yule ambaye umefungulia mlango ndiye mnakula naye. Yule ambaye umefungulia mlango ndiye mnaishi naye. Yes. Yule ambaye umefungulia mlango ndiye baraka zake zinakubariki wewe. Amen. Unaweza ishi baraka za shetani na unaweza ishi baraka za Mungu. Ina depende na jinsi ulifungua. Sasa niseme hivi, kenye kinafanya nilete hili somo, Yes. kitu ambacho kinanipeleka nilete somo hili, Biblia inasema kama mkikaa ndani yangu na maneno yangu kukaa ndani yenu, Yes. lolote mtaomba kwa jina langu, Yes. nitalifanya. Yes. Sasa mimi najiuliza, kuna watu wanakaa ndani ya neno na neno la Mungu linakaa ndani yao, lakini wanapoomba hawapate. Kwa nini kile ambacho wanaomba hawapate? Oro wanakaa ndani ya neno na neno la Mungu linakaa ndani yao. Kwa nini sasa wanaomba lakini hawapate?
japo Yesu anasema mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, lolote mtaomba tapewa. Sasa ninaelewa hivi mtumishi wa Mungu kwamba kila mtu iko na mlango. Yes. Sasa na tuna maadui zetu. Na adui wanaweza kuwa wenzetu wa huduma, ama adui wanaweza kuwa ni watu wa jamaa yako. Sasa adui akisimama kwenye mlango yako ya ndoa, dada, utakuwa mrembo, utakuwa umesoma, lakini kama adui amesimama kwenye mlango ya ndoa, ndoa hautapata. Si kwamba haumerite kuolewa, lakini kuna mtu ambaye amesimama kwenye mlango ya ndoa. Unaweza kuwa na BA ya kusafiri, unaweza kuwa na pesa ya kusafiri, na safari hautaifikiria kama pana adui, labda shangazi, labda mtu adui yoyote yule ambaye amesimama kwenye mlango wako wa safari. Hautasafiri. Oro uko na pesa, oro uko na dokima, oro uko na vitu vyote vinakuruhusu kusafiri, lakini kuna mtu anasimama kwenye mlango yako ya safari. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa mfanya biashara, lakini hautafaulu kama kuna adui ambaye amekusimamia kwenye mlango ya biashara. Utatafuta lakini hautapata, paske kuna mtu ambaye amesimama kwenye mlango wako. Ndiyo maana napata somo linasema tuwatoe kwenye milango yetu. Yani tukiwatoa kwa milango yetu, ndoa itatokea, kazi itatokea, voyage itatokea, paske yule aliyesimama kwenye mlango ameondoka. Sasa utaelewa kwamba mlango ni ngome. Mlango ni ngome. Ndiyo maana kanisani tunaweka hata mashemasi kwenye mlango. Tunaweka mashemasi kwenye mlango kusudi wazuie watu fulani kuingia na waruhusu watu wengine kuingia. Tusipokuwa na mashemasi kwenye mlango, mambwa zitatukutana kanisani, makondo zitatukutana kwenye kanisani, hata vichaa watatukutana kwenye kanisani. Lakini akiwekwa shemasi kwenye mlango, ina maana anachunga usalama vizuri. Yani kusema hivi, niseme tu hivi, yule mtu aliyesimama kwenye mlango yako ya ndoa, unaomba Mungu alete ndoa, lakini yule mtu anazuia ndoa. Unaomba Mungu alete voyage kwako, lakini yule mtu aliyesimama kwenye mlango anazuia ile haja ya moyo wako. Ndiyo maana tunasema tuwatoe kwenye mlango yetu. Lazima jinsi aishivyo Mungu anasema lolote mtaomba kwa jina langu talipewa. Yani tukiomba kwamba waondoke, sherti wanaondoka na sherti tunaingia mgloa. Acha nikuambie kitu kimoja. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 3. Biblia inasema kwamba kuna mtu mmoja alizaliwa kiwete tangia kuzaliwa. Na alipelekwa na watu kwenye mlango wa hekalu itao Mzuri. Lengo lake si kwamba aabudu, lengo lake si kwamba apokee uponaji, lakini apewe sadaka na watu wanaoingia. Sasa Biblia inasema hivi, Petro alikuwa mchungaji wa kanisa. Na wakati Petro alikuwa mchungaji wa kanisa, akaelewa kwamba kwenye ujamaa na kuya ni ikalia nafasi ya mubaya. Paske ujamaa ametoshwa nje, amekuya ikala nyuma ya mlango wa hekalu. Petro iko na promesi inamwambia kwamba utapokea 100 hapa duniani, baada urithi uzima wa milele. Yani ile 100 ya Petro iko msadaka. Iko msadaka. Sasa kila mwenye anaingia muhekalu akileta mtwaro 2, nikisema mtwaro watu wote wataelewa. Ndio. Akileta mitwaro 2, kiwete anawachiwa moja na ingine moja inaenda kwenye finance ya kanisa. Akileta 5000 shele, yani anaachia kiwete 2, anafikisha 3 kwenye finance ya kanisa. Petro kwa sababu yeye ni mchungaji, akasema mahali ujamaa amenikalia nafasi ya mubaya, kumbe tufanye nini? Nimupe migulu aende jitafutia ye mwenyewe. Aniachie promese yangu kwa Mungu ibaki hapa. Ndiyo maana Petro alipoingia hekaluni pamoja na Petro akamwambia, pamoja na Yohana akamwambia, ututazame si. Kiwete aliposikia kutazama akafikiria kwamba atapata pesa kwao. Lakini Petro akamdekuraja akamwambia,
hatuna pesa wala dhahabu. Kama wengine waliingia walikupa pesa, si hatutakupa pesa. Kama wengine walikutia moyo, si hatutakutia moyo. Tulicho nacho ndicho tutakupa. Amen. Nirudie nyuma niseme hivi, siaelewa kwa nini Petro anasema hivi. Wakati banajipresente bawili, anasema ututazame sie. Kisha anasema hatuna pesa wala hatuna dhahabu. Saa ya kupana anasema lakini nilicho nacho mie. Yes. Yani wako wanajipresente wawili, lakini saa ya kupana anakuwa yepeke. Kwa nini anajipresente yepeke? Anataka ambia kiwete kwamba tunaweza kuwa watumishi wote lakini neema zinapishana. Amen. Tunaweza kuwa watumishi lakini tala zinapishana. Amen. Tunaweza abudu Mungu sie wote lakini kukubaliwa hatakubaliwa sawa. Tunaweza ingia muoli sie wote lakini hatutabarikiwa sawa. Si kwamba na wewe hautabarikiwa lakini mimi nikibarikiwa wa kwanza, usiwe wivu juu ya baraka zangu. Paske mwenye atabarikiwa wa pili baada yangu ni wewe. Amen. Profond. Angalia, Petro anamwambia sina pesa wala ni dhahabu, lakini anataka, manake anataka ambia kiwete kwamba mie niko na kupana, lakini mwenzetu yeye mwenzetu hana kitu. Mimi nifuate, mimi tu niko na kupana, mimi mwenzetu hana. Lakini saa ya kupata kitabu ya Ufunuo haiko tena Petro ndio ataipata, anakuwa Yohane sasa. Yani tukubaliane na tuitikane, watumishi wa Mungu na watu wa Mungu, tukubaliane kwamba mwenzako akibarikiwa leo usikwe na wivu. Manake kama tulikuwa tunaomba bawili batatu, uelewe kwamba mwenzangu akibarikiwa leo, wa pili akibarikiwa, manake mwenye anabakia kubarikiwa ni mimi. Kumbe hakuna wivu. Kumbe hakuna wivu. Tukubali kwanza mwenye alipita wa mbele apite, mwingine apite, wa pili apite, mwingine watatu apite. Manake bale batatu bote bakipita kubarikiwa na tulikuwa baine, unayua sa Mungu anakuya recompense. Hakuna mwingine ataenda kwake tena, ni kwangu. Amen. C'est profond. Lazima tukubaliane. C'est profond. Lazima tuitikane. Yes. Mungu akibariki mwenzako, roho isikulume. Mungu akiinua mwenzako, roho isikulume. Hatuwezi inuliwa sie bote siku moja. Badada ndoa zenu haziwezi kuya samedi moja iye bote. Kila dada iko na samedi yake, kila garso iko na siku yake ya kusinye kontra, kila mtu iko na siku yake yenye Mungu alitarishaka kubarikiwa ama kuinuliwa kwake. Yani tuelewe kwamba mlango wako inaenda funguka ya kwenda voyage. Mlango yako inaenda funguka ya kupokea kazi. Mlango yako ya ndoa inaenda funguka. Na ukikubali Mungu aivalishe mwili katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki na alibariki neno hili. Amen. Amen. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus, les acclamations? Oh Seigneur Jésus. Il y a quelque chose que j'ai reçu pendant qu'il était en train de dire. Qui se tient devant ta porte? Qui se tient nani anashimama kumulango ya promesse ya Mungu maisha yako? Uko na promesse ya Mungu ambao ulishapokea, meo wingi yake mule promesse. Nataka tuombe Mungu, tumwambie Mungu kila mtu anashimama kumulango ya accomplissement ya promesse ya Mungu maisha yako. Anza kuomba katika jina la Yesu. Kila mtu anashimama kumulango ya baraka ya maisha yako. Anashimama